changamoto kubwa iliyokuwepo ya ajira zote za huku, kwanza zinaanza ule utaratibu. Kuna taratibu nyingi sana ambazo zinakiukwa mpaka mtu anafika huku. Nimesema sasa hivi Tanzania tuna makubaliano maalumu na UAE kwa ujumla wake kwamba ajira, mtu kabla hajaja huku anatakiwa awe amezikamilisha taratibu. Ile kuambiwa na mtu kuna kazi Dubai, kuna kazi Abu Dhabi, kuna kazi Ras Al Khaimah, kuna kazi wapi, ukatoka tu nyumbani ukaja na visa unakuja nayo huku ni visa ya matembezi, hujajaza mkataba wowote, pale ndio tatizo linaanza. Kwa hivyo nadhani ili tuweze kutatua, serikali ishaweka utaratibu mzuri kwa kushirikiana na mawakala. Serikali mwezi wa 10 iliwaleta mawakala karibu 40 kutoka Tanzania, wamekuja kukutana na mawakala wenzao wa huku. Hao ni mawakala ambao tunawatambua, na unapotaka kusafiri kuja huku uhakikishe kwamba wakala wa Tanzania na wakala huyu wa huku ambaye unakoletwa, hawa watu wote wana mashirikiano na baadaye umepewa mkataba. Ukianza kazi bila mkataba, hapo tatizo ndio linapoanza. Lakini sasa hivi kwamba hiyo mikataba ipo, na hata wa Tanzania kila siku sasa hivi wanakuja kutoka nyumbani mpaka airport tunawaandikia barua na tunazisaini sisi ofisini kwamba hawa wameruhusiwa kusafiri na wanakuja kwenye kazi fulani, na kwenye mkataba umeelezwa Mtanzania kwenye kazi hii lazima alipwe kima hichi, kwenye kazi hii lazima alipwe kima hichi. Ninachoomba tufuate taratibu. Tukifuata taratibu kutakuwa hakuna tatizo. Hata sisi kama ubalozi kukusaidia inakuwa ni rahisi kuliko ukasubiri ukapata tatizo alafu baadaye ukasema kwamba mimi nimepata tatizo. Kwa hiyo nadhani tuanzie kwanza kule nyumbani, ndugu zetu, rafiki zetu, tuwaeleze usikubali kuja huku kama bado hujapata mkataba. Usikubali kuja huku kama passport wewe mwenyewe haijaandikwa mpaka tarehe ya kusafiri inaandikwa na tunaletewa kwa hii yote Gulf kwamba leo ATC, leo shirika fulani litasafirisha Watanzania 30 wanakuja kazini. Kwa hivyo wale tuna taarifa nao na tunaweza. Kwa hiyo nadhani hili ni kitu muhimu ambacho tukisaidie katika kufanya.